Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imesema kuwa haina ushahidi wa kumshtaki aliyekuwa waziri wa mipango na ugatuzi Anne Waiguru. Waiguru ambaye sasa anadaiwa kutaka kuwania wadhifa wa ugavana katika kaunti ya hapa jiji la Nairobi, alikabiliwa na madai ya ubadhirifu wa fedha katika wizara ya ugatuzi pamoja na sakata iliyokumba idara ya huduma kwa vijana yani NYS. Mwanahabari mwenzangu Hussein Mohammed amekuwa akifuatilia taarifa hiyo na hii hapa taarifa kamili. Mwaka jana ulikuwa ni wenye msisimko tele kwa aliyekuwa waziri wa mipango ya taifa na ugatuzi Anne Waiguru. Waziri huyo wa zamani amekuwa akikabiliwa na shutuma za usimamizi mbaya wa fedha kwenye wizara yake baada ya kukiri kwamba zaidi ya milioni 700 zilipotea katika idara ya huduma kwa vijana NYS na idara zingine iliyo chini ya wizara hiyo ya ugatuzi na mipango. Mapema mchana wa leo, Anne Waiguru alipata barua ya afueni kutoka kwa Tume ya kupambana na ufisadi EACC. Barua hiyo ilisema kuwa tume hiyo imefanya uchunguzi kuhusu madai hayo yaliyogusia idara ya NYS na wizara ya ugatuzi kwa ujumla, na kuwa hawajapata ushahidi unaohitaji wao kupendekeza kushtakiwa kwa Anne Waiguru. Kwa njia ya simu, Anne Waiguru alikiri kuwa kauli hiyo ni afueni isiyo na kifani. I can only say I'm extremely grateful to God. Finally the truth is out, and I pray that no woman or man has to go through what I went through without any foundation whatsoever. Na iwapo bado atakuwa shahidi katika kesi hiyo, I think when you're a witness, you're just a witness. I mean, the law is above everything else. It doesn't matter. Kauli yake Anne Waiguru alipojiuzulu ilionekana kuibua hisia mseto kuhusu mustakabali wake katika uwanja wa siasa. I have been advised by my doctor, who's sitting next to me, to take time off, to recover and to undertake much lighter duties for some time. Je, nia yake ni ipi sasa? I'm just at this point just relieved, you know. We'll wait to pray. I've been saying I'm seeking counsel. I'm waiting to hear. I want to see what the advice that I'll be given by people who matter to me, and from there we'll take a decision on the way forward. Waiguru alikuwa kati ya watu 18 ambao walikuwa wanachunguzwa na EACC, na baada ya kupatikana bila doa, sasa macho yote yataangazia ripoti itakayotolewa na EACC kuhusu sakata zima pamoja na mustakabali wa Anne Waiguru katika siku zijazo. Hussein Mohammed, KTN leo, Weekendi.